Je, umewahi kutamani kuwa kama mtu fulani? Au umewahi kujiuliza kama unaweza kustahimili maumivu anayopitia mtu fulani? Hii ni safari ya kipekee, safari ya hisia, tafakari na maswali mazito ya nafsi. Ungana nami katika simulizi hii ya ajabu, Miss Adam, iliyoandaliwa na Director Chuma na ikisimuliwa nami Mabo wa Mabonge kutoka hapa Bongo Brothers. Ilionekana kama asubuhi ya kawaida, alamu ya saa ikilia kwa nguvu mezani. Mkono ukafunua blanketi kwa haraka. Ulikuwa ni mkono wa kike, mdogo na mororo. Wakati huo huo, nje, Mary, mke wa Adamu, alikuwa akifanya usafi bustanini. Ndani ya chumba, miguu ya kike ikivaa viatu vya kiume. Mkono ule ule ukarekebisha tai, kisha ukabeba begi la kiofisi. Kila jambo lilifanyika kwa haraka, kana kwamba kulikuwa na safari muhimu ya kuwahi. Adamu sasa akiwa yupo ndani ya mwili wa Rosie, alikuwa anaondoka kuelekea kazini. Asubuhi ile barabara kuu za jiji zilikuwa na msongamano wa kawaida. Adamu sasa akiwa ndani ya mwili wa Rosie, aliendesha gari kwa tahadhari. Aliposimama kwenye taa nyekundu, macho yake yakakutana na gari lililosimama pembeni. Ndani yake mwanaume mmoja alimkodolea macho, akimtazama kwa matamanio ya wazi. Adamu akageuza uso, akamtazama kwa hasira, akapiga jicho kali la onyo. Sekunde zikapita, taa ya kijani nayo ikawaka. Magari yote yakaanza kuondoka na Adamu akaendelea na safari yake, akibaki na mshangao wa ndani ya moyoni. Adamu akatembea kwa hatua za kujiamini kuelekea kwenye jengo refu la ofisi yake. Lakini ghafla macho yake yakakutana na kioo kikubwa cha ukuta wa jengo hilo. Akasimama, akaganda pale pale. Kile alichokiona kilimvuruga moyo mzima. Sura yake kwenye kioo haikuwa ya Adamu. Ilionekana uso wa kike wenye nywele nyingi zilizobanana juu kwa ustadi, lakini mwili huo ulikuwa umevalia mavazi ya kiofisi ya kiume. Adamu akashikwa na mshangao mkubwa. Kwa haraka akaondoka pale na kukimbilia ndani ya jengo la ofisi, akiwa amechanganyikiwa kupita kiasi. Kwa hofu na mshangao, Adamu akaingia haraka choo cha wanaume. Akasimama mbele ya kioo, akijitazama kwa makini na akijikagua. Uso aliyouona haukuwa wa Adamu. Ulikuwa uso wa kike usio na mfanano kabisa na sura yake mwenyewe. Kila alichogusa mwilini mwake kilimpa jibu moja tu: huu haukuwa mwili wa kiume. Ghafla mlango ukafunguliwa. Mwanaume mmoja akaingia. Adamu akagwaya, akaacha kujikagua kwa haraka, akazuga kana kwamba ameingia kujisaidia haja ndogo. Mwanaume yule akasimama kwenye sinki la kujisaidia, akafungua zipu yake kwa kujikaza. Adamu naye akasogea karibu na sinki, akashusha pumzi kwa mashaka, kisha akafungua zipu ya suruali yake. Ndipo akapigwa na mshangao wa kutisha. Ndani ya suruali yake hakukuwa na maungo ya kiume. Alikuwa amepoteza kabisa umbo la kiume. Adamu akasuasua, macho yakakutana na ya yule mwanaume. Kwa hofu akajilazimisha kutabasamu. Mwanaume yule akatikisa kichwa kwa mshangao mdogo, kisha akatoka zake. Mara tu mlango ulipofungwa, Adamu akarudi tena kwa jazba, akajikagua kwa haraka kuhakikisha alichokiona kweli ni sahihi. Ndiyo, aliona sahihi.
hakuwa na uume. Uso wake ukajaa hofu na kuchanganyikiwa. Akatoka haraka msalani, moyo ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Adamu akiwa amechanganyikiwa kabisa, alipita mapokezi kwa haraka, akielekea moja kwa moja kwenye ofisi yake. Lakini Emi, msichana wa mapokezi, akainuka ghafla na kusogea mbele yake. Kwa kujiamini na mshangao, akamnyoshea mkono ili kumzuia. Wewe, bosi bado hajafika, Emi akasema kwa haraka. Adamu akamkodolea macho kwa mshangao, kisha akafoka kwa hasira. Yaani unanizingua kuingia ofisini kwangu mwenyewe? Emi akajikaza na akasema kwa upole, dada, samahani, tafadhali uwe mstaarabu. Adamu ndani ya mwili wa Rozi akafoka kwa ghadhabu. Nani dada? Pumbafu wewe, mimi ni bosi wako. Makelele yale yakawavuta wafanyakazi wengine waliokuwa karibu, wakasogea eneo la tukio kwa tahadhari. Adamu akaendelea kupambana, akitaka kuingia ofisini kwa nguvu, lakini wafanyakazi wakamzunguka kumzuia. Mmoja wao, Beka, akasema kwa sauti ya kuonya, Sister, hebu ondoka, usitutafute majanga hapa. Maneno yale yakampiga Adamu kama radi. Akashtuka, akashangaa kwa sauti kubwa. Beka, unanitaje mimi? Sister? Wafanyakazi wote wakamshika kwa nguvu, wakamvuta nyuma na kumsukuma kuelekea nje ya jengo. Adamu akapiga kelele na kujikaza, lakini nguvu zao zilipeperusha upinzani wake. Kwa aibu na hofu, alijikuta anatolewa nje ya ofisi yake mwenyewe. Adamu akiwa amechanganyikiwa na akili iliyovurugika, aliendesha gari kurudi nyumbani. Mikono yake ilitetemeka kwenye usukani. Kila mara alipokanyaga breki au mafuta, moyo wake ulionekana kudunda kwa kasi zaidi. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu na uso wake ulikuwa umejaa maswali mazito bila ya majibu. Mimi ni nani sasa? Kwa nini haya yananitokea mimi? Au tayari nimeweuka? Safari hiyo fupi kuelekea nyumbani ikawa ndefu kuliko safari zote alizowahi kushuhudia maishani mwake. Adamu akiwa ndani ya mwili wa Rozi, amekaa kwenye sofa, uso wake umejaa msongo wa mawazo. Kila pumzi yake ilikuwa nzito. Kila wazo lililopita kichwani mwake lilimfanya ajisikie mtu aliyetelekeza jangwani. Huzuni na hofu zilikusanyika ndani yake, zikimzunguka kama wingu zito. Upande wa jikoni, Mary alikuwa amebeba kitambaa cha usafi. Hatua zake za taratibu zilimfanya achukue muda kuelekea sebuleni, lakini macho yake hayakumficha alichokutana nacho mbele yake. Alimwona mwanamke amekaa kimya kwenye sofa, akiwa ametingwa na mawazo yake. Hey, habari, Mary alisalimu kwa mshangao. Adamu bado alikuwa kwenye mawazo mazito. Bila kumtazama Mary, sauti yake ikitoka kwa utulivu kidogo. Adamu akiwa kwenye mwili wa Rozi akainua sura yake kwa mshangao, akamtazama Mary. Akajibu kwa sauti yenye kujiamini kidogo, mimi ni mume wako. Mary hakutulia, alipatwa na ghadhabu, sauti yake ikawa kali zaidi. Hebu toka nje sasa hivi kabla sijapiga kelele za mwizi. Adamu alisimama kusogea hatua chache karibu na Mary, tena kwa uso wa ushujaa. Unataka kuniita mimi mwizi? Una kichawe mwanamke? Mambo hayakuwa mambo. Mary alipatwa na ujasiri na ghadhabu, hakuweza kustahimili, akamnasa kofi la nguvu
mumewe Adamu aliyekuwa katika mwili wa Rozi bila yeye kujua. Adamu alisimama kusogea hatua chache karibu na Meli, tena kwa uso wa ushujaa. Unataka kuniita mimi mwizi? Una kichawi mwanamke. Mambo hayakuwa mambo. Mary alipatwa na ujasiri na ghadhabu. Hakuweza kustahimili. Akamnasa kofi la nguvu mumewe Adamu aliyekuwa katika mwili wa Rozi bila yeye kujua. Ukimya ukatawala. Nyumba nyingine, Rozi naye alikuwa akiamka, lakini sasa alikuwa ndani ya mwili wa Adamu. Alijinyoosha akishika kichwa chake, mshangao ukijaza uso wake. Nywele zake zilikuwa fupi, tofauti kabisa na alivyokuwa akizijua. Hali hiyo ilimfanya ajisikie kama amepoteza udhibiti wa kila kitu. Akaenda bafuni, macho yake yakiangalia kioo kwa tahadhari. Alipojaribu kuongea, sauti iliyotoka ilikuwa ya kiume, yenye nguvu lakini asiyoifahamu. Akasimama akiganda kwa mshangao na akajikagua mwili wake kwa makini, hatua kwa hatua. Akashuka ili kutazama sehemu zote za mwili wake. Macho yake yakathibitisha kile alichokishuku. Akatoa kilio kikubwa kilichojaa hofu na mshangao kwa haiba ya kike. Siwezi kuwa hivi, siwezi kuwa hivi. Lakini kioo kilimwonyesha ukweli kwa usahihi. Rozi hakuwa tena ndani ya mwili wake mwenyewe. Usikose episodi inayofuata hapa Bongo Brothers, katika stori kali kabisa iliyoandaliwa na director Chuma na kusimuliwa nami Mabo wa Mabonge.